Mwiroreri wa Kameme TV ngatho cia mwanya ni undu wa korwo cagurite muthigi wa ruriri ni muthenya ungi wa mwambiririo wa kiumia haria tunyitanagira nawe thiini wa tabarira wendete ya mathaga maitu tukamurika andu aria maretungumania ni undu wa kwagirithia miturire ya aria angi. Muthenya wa umuthi turi na ithaga ria mwanya na tugukorwo tugicenjia ruthiomi kuma Gikuyu twaria na ruthiomi rwa Githweri niguo gutigirira ni twanyita kiria kinini ari nakio na kiria kiingi ari thiini nakio thiini wake amu ari na miaka 83 na miaka 63 uhunjaini na koguo muthenya wa umuthi twakuwa tukishirikiana na Apostle Jokea. Ni mwanzilishi wa makanisa tofauti duniani, amekuwepo katika mataifa ya Amerika, Kenya, maeneo ya Afrika Mashariki na katikati mwa Afrika na vile kusini mwa Afrika. Na karibu sana kwa Kameme TV Apostle Jokea. Tunashukuru kwa muda wako na kukubali kuongea na sisi. Asante sana. Na labda tungetaka kujua siri ya kukaa hivi miaka 83 lakini bado unaonekana kijana. Hii ni neema. Hii si yangu wala ya kibinadamu. Niweza kujitolea kwa Bwana kuwa mtumishi wake. Na mtumishi hana haki zozote. Yeye hutumika tu. Na niko duniani kutumika. Hapa nipo sasa natumika. Imekuwa safari ya zaidi ya miaka 60 ukitumika na Mungu kama umevyosema. Labda imekuwaje kwako? Kile kitu katika dunia hii kuna kuzaliwa na kukua. Na katika kule kuzaliwa, kukua huwa na kazi. Si ndogo lakini ni ya kawaida. Ndio maana tunasema ni natural. Kukua, mtoto anazaliwa alafu anakuwa. Maana iko ndani yake. Mimi sikukimbilia kukua kujulikana zaidi. Nilikuwa tu kama vile hata mtoto wa kimwili anavyokuwa. Katika ministry na katika Ukristo wangu. Niendelea kukua. Mpaka hivi sasa hapa nilipo. Sasa nafikiri kwamba namhitaji Mungu zaidi kuliko pale mwanzo. Maana najua mengi sasa. Kule nilikuwa sijui mengi. Mungu ameniweka kwa neema yake. Na neema inakufundisha mambo mengi. Lakini ina mipaka. Kwa hivyo ikiwa najua mengi, bila mipaka itaniharibu. Labda ulizaliwa na wazazi wenye walikuwa wanamjua Mungu, ndio maana labda ukajua Mungu mapema ama ilikuwaje? Wazazi wangu hakujua Mungu mapema. Wazazi wangu walikuwa wanaabudu miungu ya kienyeji. Kila mwaka walikuwa wakienda mtoni fulani mahali fulani, kwenye mtu fulani, wakichinja kuku na kumwaga damu ndani ya maji. Ili mizimu ya wazee waliokufa zamani isiwarudie vibaya. Mimi ndio nilikuwa hata nilikuzwa kwa mambo ya aina hiyo. Kwa hivyo sikuwa na dini. Ila nilisikia mambo ya Ukristo nilipoingia shule. Siku zile shule zilikuwa zinaongozwa na missionary au na dini fulani. Lakini sikufuata mara moja. Mpaka nikaa wa miaka 17. Nilikuwa nimetoka nyumbani. Mama yangu alifariki nikiwa mdogo. Kwa hivyo na mimi nilikuwa mtoto wa kwanza nyumba hiyo. Lakini maisha yalikuwa mazuri. Nikatoka kwenda kujitafutia. Nikajipata niko Mombasa, mbali kutoka Nyamira. Sasa hapo Mombasa nilipokuwako nilikuwa mgonjwa sana. Hata madaktari Mombasa General Hospital walisema na uvimbe fulani mahali ambao ungeniua tu. Nikapelekwa kwa mkutano mkubwa wa Injili. Mhubiri kutoka Amerika anaitwa Osborne. Nikapelekwa na nurses wengine. Wakaniweka hapa, wakaniacha. Ile mhubiri alipohubiri nikasikia, nikampokea Kristo. Na nikaponywa. Maisha yalianzia hapo. Baadaye nikaona mwito. Sauti ikaniambia, nimekuponya ili nikutumie, unitumikie. Tangu mwaka 57 mwezi wa 8 August mpaka saa hii nimekuwa nikitumika. Ilikuwaje kwa jamii yenye waliona labda umepotoka ama? Mbaya sana. Hata niliporudi nyumbani kwetu Nyamira Kisii, waniambia hiyo kitabu nayo si ya miungu yetu. Hiyo mambo ya kuenda kwa dini ya wazungu hatutaki hapa. Wakanifukuza nyumbani. Wakaniambia ungekuwa kama hawa wachungaji wengine wako kwa Sabato na wengine wako Sunday,
lakini jioni tunakunywa pombe nao. Mama yako aliolewa na pombe ilikuwa kinywaji official. Huwezi kutukataza hapa. Wakanitupa nje. Nikatoka hapo. Nikaenda zangu. Lakini ina faida fulani. Faida gani? Faida ni hii. Yule mzee baba yangu alinitupa kutoka nyumbani. Wakati amekuwa mzee sana, kwa ajili ya kumpenda sana, maana ni baba yangu na nimempa wajukuu. Yeye alisema mimi sitaki kufa kafiri. Akasema niletee mhubiri ambaye anaamini kama mwanangu Jokayo. Sitaki wahubiri wengine tunakunywa nao pombe. Nataka Mungu alimwokoa mtoto wangu. Ingawa tulimdhihaki, lakini alinipenda. Niletee wahubiri na wahubiri kama yeye. Wakamletea wahubiri. Miaka yake ya uzee akaokoka na akabatizwa ndani ya maji. Kwa hivyo kuishi kwangu si hasara. Umekuwa sasa mhubiri, umeanza kanisa la Deliverance, kisha umetoka humu nchini umeenda Marekani. Imekuwaje safari ya kuanzisha makanisa maeneo tofauti tofauti? Hiyo si kitu ya rahisi. Na nchi zingine nimekuwa pia, Uganda, Rwanda, Tanzania, Nigeria, katika Afrika. Nimekuwa nchi za mbali sana, Amerika, Japan, Canada. Inategemea nimeitwa kufanya nini katika nchi fulani. Hapa kwetu hakuna mtu aliyeniita, ni Mungu. Nikaanza kazi Kenya. Hapa ni nyumbani. Nilikuwa Uganda miaka 9. Huko ndiko nilikojifunzia mambo ya kuhubiri zaidi. Huko ndiko nilipopatia mke wangu, watoto wangu wote walizaliwa kule. 3. Sasa kwa kwangu hapa Kenya ni Mungu alirudisha. Nikarudi kwa mwaka wa 69. 70 nikaanza. Hiyo miaka 7, 70 mpaka 77 nikaanzisha Deliverance Church. Sikuanzisha ili nidumu kutawala. Ni kanisa la Mungu. Wakati wangu wa kuondoka ulipofika, niondoka. Ndio maana yake leo niko hivi nilivyo. Kama si kuondoka Deliverance Church, nisingekuwa hapa sasa hivi. Ningekuwa kiongozi mkubwa ambaye hatumiki. Lakini leo natumika. Katika hizi ziara zako kupeleka neno la Mungu maeneo tofauti, umekuweko hata Marekani. Labda kwa nini ukarudi? Unajua nyakati zile wahubiri wenye walikuwa wanahubiri mataifa ya magharibi walikuwa ni watu watajika na wako na shilingi kwa mfuko. Labda nini ilikupelekea wewe ukaamua kurudi Kenya? Hata mimi nilikuwa nimefanikiwa sana Marekani. Nihubiri states nyingi sana. Nilijenga ministry yangu hapa hata ikaandikishwa kiserikali. Jokayo Ministries International. Na nikaita watoto wangu wakaja kule. Ilipofika wakati wa kuja kwangu Kenya tena, kurudi Kenya. Kumbe mke wangu alikuwa anaomba kwamba mwito wetu ni Afrika. Na Mungu sauti yake kaniambia, nilikuleta hapa kukufunza ili nikutumie baadaye. Wakati wako kurudi nyumbani umefika. Nilipomwambia mama nataka kurudi, akasema atukuzwe Yesu. Maana hiyo ndio nilikuwa nikiombea. Tukarudi. Ukiangalia nyakati zenu mkianza na wahubiri wenye wanaanza saa hii, kuna tofauti kubwa. Nini hasa inapelekea hii tofauti? Shida ni hii, uchumi, kujulikana. Unajua mambo ya kujulikana, Kenya ni kazi ngumu sana. Wahubiri wanafanya kazi ili wajulikane. Lakini Mungu asipokufanya ujulikane, wale wanaokujua hata kujua milele. Maana pia wao wana haki ya kutumikia wewe na wana haki ya kutumia wewe. Kwa hivyo hiyo nilikataa. Nimtaka Mungu kama watu wananijua, wanijue kwa ajili yake. Mungu awalete. Nilipokuwa nimehubiri miaka 40, nikakaa chini nikamwambia Mungu, kutoka hapa ni nini? Maana vitu hubadilika baada ya miaka 40. Akaniambia, wewe fanya tu vile nitakavyokuambia. Keti chini. Nitakutumia. Nitatuma watu kwako au nitakutuma wewe kwa wengine. Tangu wakati huo nimestarehe sana, nimefurahi sana. Sikimbi kutafuta watu. Mungu hunituma.
Kama mojawapo wa waanzilishi wa dini za Kipentekosto humu nchini na katika bara la Afrika, labda unaona ni nini nafaa kutiliwa maanani ndio kuhakikisha kile mlichokianza bado kinaendelea, lakini mambo ya kutafuta hera haitakuwa inaingizwa sana katika mambo ya Mungu? Tutoke hapo tuingie katika neno la Mungu. Mimi ni mhubiri, nilizaliwa Kenya, lakini sihubiri Kikenya. Kikenya ni kazi ngumu. Kikenya ni mambo magumu sana. Kwa nini? Tuna tabia yetu Gani hiyo ambayo itamzuia mhubiri kumpendeza Mungu. Tuna unyakuzi. Tuna sababu nyingi, tuna mashindano mengi. Nani anajulikanaye kuliko mwingine? Nani amefaulu? Nani ana vitu? Nani amejulikana wapi? Hiyo haiko kwangu. Najulikana mbinguni, natosha. Mungu akitaka nijulikane Tanzania atanipeleka huko. Akitaka sijipeleki. Kwa hiyo nafanya mapenzi yake. Na sasa katika umri yangu ni lazima sana nikae katika mapenzi yake peke yake. Maana anayajua mengi, atadaiwa mengi. Nimeishi miaka mingi, kwa hivyo itanibidi sasa niishi nikiwa kama kielelezo cha Mungu, kwamba Mungu ana uwezo wa kumtumikia mtu, wa kumtumia mtu, lakini akae mwepesi, asiwe mzito. Nataka watoto ambao wanakuwa sasa na wawili vijana wakiniona waseme, Mungu, nitakapokuwa mkubwa, mzee au mtu mzima, nataka kuwa kama yule. Kielelezo. Na hiyo kielelezo ina mambo mengi ambayo inahusu ufanye. Katika Kiingereza tunasema sacrifice. Kuna mambo ambayo naacha ili hawa wanaonifuata wasiingie kwa hali mbaya, wawe katika Mungu. Itabidi mimi iwe ni gharama yangu, nigharimie hiyo, nipoteze kitu labda, lakini huyu ananifuata apate uzima. Nataka tupumzike kidogo, lakini tutarejea tena, tutaendelea na nafasi nyingine. Utuelezee mengi. Kuna mikutano umekuwa ukitayarisha maeneo tofauti humu nchini na pia katika mataifa ya nje. Unanuia kutimiza nini na mikutano hii, na vile msimamo wako katika mambo tofauti ambayo yanachipuka katika mambo ya kidini na Kikristo? Mwirori wa Kameme TV tuthiete na mbere na tafarira mathaga maitu muthenya wa umuthi tunyitanire na Apostle Joe Kayo agitutariria thabarĩ yake ya mĩaka 83 ari muoyo na 63 ari muhunjia mabũrũri matiganĩte agitutariria maingĩ mamwĩgie na ningĩ maingĩ megie dini ya Gĩkristo.